Bwana asifiwe. Leo ni siku ya watoto, na Mungu alipokuwa anasema nifanye hii kazi, alijua shetani yuko kuwateka watoto, yuko kuwapiga watoto, yuko kuharibu hatima ya watoto na wanafunzi. Mtoto ni nani? Tutakwenda kuona mtoto ni nani. Tutakwenda kuona mtoto na Yesu. Tutakwenda kuona faida za watoto waliotengenezwa na Mungu. Tutakwenda kuona ni kanuni gani tukiwa kama wazazi, tukiwa kama walezi, tuwalinde watoto wetu. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unanisikiliza kwenye runinga yako, unasema mimi sina mtoto. Unasema mimi watoto wangu wamenishinda. Wacha nikuombee asubuhi ya leo na mchana wa leo. Bwana Yesu, watoto ni kutoka kwako na ni faida na ni urithi. Kwa mama ambaye hajapata mtoto kama Hana, mpatie sasa. Kwa mama ambaye hajapata mtoto kama Sara, wapatie watoto wengi, wa kike na wa kiume. Jehova, asante hata kwa watoto waliozaliwa ambao hawana wazazi. Wazazi walishakufa, wazazi wamewatelekeza, wazazi wamewaacha. Yesu, wakupatie walijue hili kanisa. Ninanyosha mkono wangu juu, Jehova, achia baraka za watoto kwa wamama ambao wanalia, wamekata tamaa, ndoa zimechoka, wanasema hawana watoto, kejeli kwa mawifi na wakwe. Leo ninazinyamazisha kimya kwa damu ya mwanakondoo. Wengine wakaniambia, mama, unaombea watoto, mbona mimi sina? Ninatangaza asubuhi na mchana wa leo, pokea watoto. Haijalishi unaombewa mara ngapi, haijalishi umeenda makanisa mangapi, haijalishi. Ndio hao watoto wanamwagika sasa kwenye hili kanisa. Watoto ni baraka, chukua wako. Na wewe unaelia asubuhi ya leo, unakuona kwenye runinga yako, pokea hiyo baraka ya watoto. Pokea, ichukue, ni wako. Ni wako hao watoto Mungu amewaachia. Inakuwaje mimi sijui, bali ninatangaza pokea hao watoto. Jehova, ninaposimama hapa, kila mtoto anayenifikia leo, tembea naye kwenye akili yake, mpe hekima na maarifa na karama na vipawa. Mlinde, mshike Jehova, adui asimwone anayezunguka kumeza na kumnasa. Mwepushe na michezo mibaya ya kitoto, mwepushe na magonjwa mabaya ya kitoto, aweze kufika destiny yake. Yesu, asante. Ninasikia furaha kukuambia na kukukumbusha asubuhi ya leo na kuomba. Ninasikia kumemujika mbele yako tu zaidi ya yote. Hawa watoto Jehova ambao shetani amewapindisha hatima yao, shetani amebadilisha baraka zao, leo tunakwenda kuziita hizo baraka, tutamnyang'anya shetani. Watoto wengine wamebadilishwa sura, wengine wamepewa tabia mbaya za kipepo. Leo umechagua hili kanisa, tutasimama kwa niaba ya watoto wote. Haleluya, Bwana asifiwe. Naomba tuanze kipindi chetu mchana wa leo na asubuhi ya leo. Hakika Mungu ataonekana. Mama mmoja ananiambia, watoto wengi wameharibiwa. Huwezi kujua mtoto wa kike, huwezi kujua mtoto wa kiume. Sisi tutasimama na Mungu. Tutamdai Mungu hatima ya watoto wa taifa hili. Tutamdai Mungu hatima ya watoto wa ulimwengu huu. Bwana asifiwe. Ukienda mahospitalini sasa hivi, kuna kliniki ya watoto ya kisukari, kuna kliniki ya watoto waliopigwa kifafa, kuna kliniki za watoto wamezaliwa wakiwa mataira, kuna kliniki za watoto ili mradi tu mtoto huyu ateseke na kusumbuliwa. Leo tutasimama kunyamazisha vyote, hata kama inatoka kwenye ukoo na familia. Kuna wengine wanasema kuna ukoo za watu wenye kifafa, kuna ukoo za watu wenye vichaa. Leo tunakwenda kunyamazisha kwa damu ya mwanakondoo. Mungu atasimama. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Huyu mtoto ni nani? Hili kongamano ni la miezi hata mitatu, sio la siku moja. Dori, ninakuomba uje ukae hapa mbele, mtoto mzuri, usikae peke yako.
Karibu mbele, mtoto mzuri. Mtoto ni nani? Mtoto ni mrithi kutoka kwa Mungu. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Mtoto ni mrithi kutoka kwa Mungu. Soma Zaburi ya 127:3 inasemaje? Na huyu mtoto ni nani? Mtoto ni zawadi kutoka kwa Bwana Mungu peke yake. Haleluya, Bwana asifiwe. Huyu mtoto ni nani? Watoto ni ufalme wa Mungu mwenyewe. Watoto ni ufalme wa Mungu mwenyewe. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Mtumishi wa Mungu, nisome Zaburi ya 127 mstari wa 3. Tazama, wana ni urithi kutoka kwa Bwana, uzao wa tumbo ni thawabu. Bwana Yesu asifiwe. Watoto ni wana wa urithi kutoka kwa Bwana. Watoto ni thawabu kutoka kwa Mungu. Kwa hiyo watoto hawa hatutakiwi kuwachukulia rahisi. Baba unayenisikiliza kwenye runinga yako, rudi, tunza watoto wako. Kwa nini umewatupia? Watoto ni urithi kutoka kwa Mungu. Watoto ni wana wa Mungu. Watoto ni ufalme wa Mungu. Mungu anapendezwa nao. Chozi lao ni baya sana kwako. Ndio maana wababa wengi hawafanikiwi. Leo siko kwenye semina ya wababa tu, ninawaomba nyinyi wababa mnao nisikiliza, wababa mnao niangalia, rudini mtunze watoto wenu. Watoto wanahitaji kula, wanahitaji mavazi, wanahitaji pa kulala, wanahitaji masomo. Mungu ninayekuombaga usiku na mchana, ambaye hujawahi kuaibisha hili kanisa, huyu baba anayenisikiliza leo arudi. Ninamtoa kwa huyo chango doa, ninamtoa kwa huyo nyumba dogo, ninamtoa kwa huyo mpango wa kando, hana faida naye. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Kuna watoto wengi wa mtaani, afisa ustawi wa jamii mnaonisikiliza, mnajua wamekuwa omba, wamekuwa na tabia mbaya, wamekuwa kama vijitu vizima, wamekuwa hawana heshima, hawana malazi, hawana chakula, hawana elimu. Baba, ninakuita njoo, rudi kwenye familia yako. Yesu, ingilia kati. Sisi wenyewe hatuwezi. Wako wapi waombaji na wachungaji? Warudisheni hawa baba kwenye familia zao. Wamama wengi wanasema tumeachiwa majukumu. Siku hizi tunafanya majukumu ya wanaume. Wamechoka. Leo ninaomba msaada kutoka mbinguni. Ninaomba msaada wa pekee wafikie hawa wamama na watoto wote. Watoto ni urithi, ni wana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Mitandao ni mingi sana. Kila mtu anaongea kwa jinsi anavyojua yeye, anaongea kwa tafsiri ambayo aidha Mungu amempa, kwa tafsiri aidha shetani amempa. Mitandao hii imeharibu watu, mitandao imeharibu watoto, mitandao imeharibu familia. Yesu, tunakuomba wewe uwe ndo mkuu wa hii mitandao, na Yesu awe ndo mtandao mwenyewe. Bwana asifiwe. Watoto ukiwakuta kwenye kikundi chao wanavyoongea, mwenyewe utachoka. Kuna wadada fulani tu walikuwa kama 5. Niliwapenda sana wale wadada. Ni wakubwa, ukiwaona wana miaka 30, wana miaka 27, 28, na wengine siku hizi ni wadogo lakini utafikiri wana miaka 40. Wakawa wanasema mwenzetu anaolewa Jumamosi, zamu inayofuata ni ya nani hapa? Wale watoto ni wazuri. Wangekuwa wengine wangepeana mafundisho ambayo hayana mantiki ya aina yoyote. Sisi tutasimama na hawa watoto tuhakikishe wamefika malengo yao. Bwana asifiwe. Kwa nini tunapenda kuwafundisha watoto
ama kuambia yuko Yesu ambaye ni baba yenu. Bwana asifiwe. Kukisoma kwenye kitabu cha Marko, mtumishi wa Mungu utanisomea pale Marko 10:13 hadi 14, utaona faida za kuwafundisha hao watoto mambo ya Yesu. Niliwahi kuona watoto ambao wamekulia makanisani. Haleluya. Watoto waliokulia makanisani, watoto walioelimishwa mambo na mafundisho ya kiungu, watoto ambao wazazi wao wanasali jioni ama wanatamka mambo ya Mungu ama wanawaombeaga watoto wao. Hawa watoto wakiwa hata katikati ya watoto watukutu huwa wanakuwa tofauti. Bwana asifiwe. Wanasemaga samaki mmoja akioza ni uongo, sio wote. Marko, nisome mtumishi wa Mungu inasemaje? 13 kuendelea mpaka mstari wa 16. Hii ni faida ya kuwalea na kuwatunza watoto wakiwa kwa Yesu. Na Biblia inasema mlee mtoto katika njia ipasayo, hata isahau mpaka atakapokuwa mzee. Ninakumbuka mimi nikiwa mdogo mafundisho niliyosoma mpaka leo ninayakumbuka. Haleluya. Tuliambiwa 1, tukaambiwa 2, tukaambiwa 3. Ninakumbuka. Ninakutangazia mtoto ulioko mahali hapa, Mungu akukumbushe mambo mema ya kwake yatakayokufikisha mbali. Waacheni watoto wadogo. Ngoja niwaambie watumishi wa Mungu, kuna watu leo niliwaambia waleteni watoto. Yesu yuko hapa leo kuwatendea watoto, wakashupaza shingo zao. Ndio hao waliokuwa wanakataa kuwaleta watoto kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye mkutano Yesu mwenyewe amesimama kama vile alivyo hapa leo asubuhi, akawaletea watoto. Wale wanafunzi wakawa wanawazuia. Unajua ni nini kilitokea? Yesu hakupendezwa na ile situation, alikasirika, akasema waacheni, msiwazuie. Waliposikia sauti ya Yesu wakawaacha. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Hawakuwazuia, wakawaachia. Wewe mama unayeniangalia kwenye TV yako, mtoto mbaya ni wa kwako, mtoto mzuri ni wa baba. Sasa tufanyeje? Usiwazuie watoto wako kuingia nyumbani mwa Bwana. Usiwazuie watoto wako kupata mafundisho ya Yesu. Usiwazuie. Haleluya. Kuna wazazi wengine wakiona watoto wao wameokoka, wanasali, wanafunga, wanaomba na wanaona kwa macho Mungu amewatendea, bado wanawazuia, wamefungwa upofu wa kiroho. Na wewe mama unaniangalia hapo, unawazuia watoto wako kuokoka kwa nini? Waacheni watoto waje kwangu, wala msiwazuie. Na kuna faida. Hakuna mtu aliyekwenda kwa Yesu akabaki na hasara. Kuna mama mmoja ana watoto 6. Hao watoto 6 aliokoka ndo anadharauliwa, na bado wamefungwa, hawaoni. Na yule aliyeokoka sio kwamba ni tajiri sana, lakini ndo ana neema, bado hawaoni. Mungu, ninapoenda kuomba mchana wa leo, ile familia ikafunguke kwa jina la Yesu, wamuone Yesu. Tena yule mama anasema huyo ndo amepotea, lakini ndo hajapotea na ndio msaada wao, na bado wamefungwa. Huyo shetani na jini aliyewekwa hapo nyumbani leo tutamkata shingo kwa damu ya Yesu. Watu wengi wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Hakusema kwa kukosa pesa, hakusema kwa kukosa watoto, kwa kukosa maarifa. Yesu, tunaomba hayo maarifa leo yaende kwa watoto wetu na kwa familia zetu. Haleluya. Nimeona hospitalini babu anakufa, hana hata mtu wa kumpa maji.
Huyu babu alikuwa na watoto 12, aliwatelekeza, aliwaacha wale watoto wanasumbuka na mama yao. Siku anakufa hana hata mtu wa kumletea maji. Unajua kilichotokea ni nini? Walikuja watoto wasomi wakubwa, wamekuja na t-shirt, wamekuja na mabriefcase, wamekuja na kosta imejaa michele na pombe. Wamechukua baba yao, wameenda kumzika. Hilo sio fungu la watoto wa kanisa la Liberation Church. Tutamuita Mungu asimame mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Ukikosea tu kutunza watoto, Mungu anasema waacheni waje kwangu. Aliona sisi wenyewe hatuwezi, aliona matambiko, aliona waganga hawawezi, na ndio maana mtoto aliyepatikana kwa mganga ndio anayetesa walimu, ndiye anayetesa familia. Wamama, pateni watoto wenu kwa Yesu. Bwana asifiwe. Haleluya. Nilitaka kusema nini? Alivyokasirika Yesu akasema msiwazuie. Leo hatuwazuii hao watoto kupokea kutoka kwa Mungu. Watapokea kwa jina la Yesu. Baada ya hapo, Yesu aliwakumbatia namba 1. Na namba 2, aliwaekea mikono. Na namba 3, aliwabarikia. Bwana Yesu asifiwe. Watoto wetu wanakumbatiwa na nani? Nani anayewaombea watoto wetu? Nani anayewabarikia watoto wetu? Leo tutamwambia Mungu, kumbatia watoto wetu, wabariki watoto wetu, wawekee mikono. Mkono wa Yesu una amani, mkono wa Yesu una afya njema, mkono wa Yesu una hekima, akili na faraja zote zinatoka kwa Yesu mwenyewe. Haleluya. Akawabarikia. Na ukibarikiwa na Yesu, mtoto unayesoma chuo utamaliza. Mtoto ambaye hujaanza shule utaanza shule. Mtoto ambaye umetupwa na kuachwa utachikwa tena na Yesu atakukumbatia kwa jina la Yesu. Mwingine anasema huyo mama hapo anasema nini? Hawa watoto wake labda ni maprofesa, ni majiniazi. Hapana, ndio maana tuko hapa tunamwita Mungu kwa ajili ya watoto wetu. Bwana Yesu asifiwe. Mtoto wa ndugu yako ni wako, mtoto wa jirani ni wako, mtoto wa rafiki yako ni wako. Bwana asifiwe. Kwa sababu huyu mtoto akicheza na watoto waliolaaniwa, watoto wabaya, wanaweza wakaharibu nafsi yake. Wataona na wengine watadoti. Tutakataa leo mchana. Zamani ukimwona mtoto wa jirani amekosea, hata kama sio mtoto wako ulikuwa unamuonya, siku hizi imekuwa tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Siku hizi imekuwa tofauti. Wengine wanafurahi watoto wa ndugu zao wakiharibikiwa, wengine wanafurahi watoto wa majirani wakiharibikiwa, na ndio wanakuwa wa kwanza kuwacheka. Leo tutabadilisha vicheko vyao vya dharau na mateso na masumango. Mungu mwenyewe atatuchekesha kwa ajili ya watoto wetu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nilitaka kusema nini? Ukimwona mtoto wa watu amekosea, muombe. Afu mwambie njia ndo hii. Atakusikia, kwa sababu Biblia inasema unavyomuonya mtoto ndivyo atakavyokuwa. Unavyomfundisha mtoto ndivyo atakavyokuwa mpaka atakapokuwa mzee. Faida nyingine. Marko 10:16. Yesu akawakumbatia, akawawekea mikono juu yao, akawabariki. Wewe mama unayeniangalia, weka mikono juu ya watoto wako. Omba wasikie, tamka wasikie, usiombe kimya kimya. Kuna maneno yatamtisha shetani, atasikia huyu mtoto na atabadilika. Haleluya. Mama mmoja akawa analia, mwanae amepelekwa sekondari, bodi ni wa kike. Yule mama
mama analia kwa uchungu, kila aliyeona mwenye roho ya Mungu alilia. Anasema mimi ninafua nguo kwa majirani, huyu mtoto aende shule. Hata hii ada niliompeleka shule, nilifua nguo kwa jirani tukapata ada. Sio kwamba baba hayupo, yupo. Yule mtoto akaandika barua akasema, mama umehangaika sana na mimi, wacha niende mbali nisikusumbue. Mtoto wa kike. Kwa akili ya kawaida, huyu mtoto ameenda wapi? Wa kike. Form 2, ndio form 1. Mama anafua nguo, mtoto aende shule. Watoto tutawaombea. Hatujui ni pepo gani lilimvaa yule mtoto, anaondoka nyumbani kwenda kuzurura. Tutawaombea watoto wa kike, tutawaombea watoto wa kiume wote. Analia, anasema basi hata nijue yuko wapi. Yule mama hajui mwanae yuko wapi. Anasema hata nijue tu. Je, ameolewa? Nitashukuru. Je, yuko salama? Nitashukuru. Wamama wana huruma. Moyo wa mama una connection na mbingu. Wacha nikuambie wewe mama unayenisikiliza, na wewe mama ulioko hapa, usijidharau. Moyo wako una connection na mbingu. Bwana asifiwe. Akasema nijue hata anakula nini, hata analala wapi, hata anavaa nini. Yule mama kwa uchungu anaomba msaada. Ndio maana tumekuja hapa leo, tunaomba msaada wa Yesu mwenyewe, atutetee Yesu mwenyewe, atupiganie Yesu mwenyewe, akumbatie watoto wetu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kumbukumbu la Torati 28:13 inasema nini? Hiyo ndo faida ya pili ya watoto wetu kulindwa na Mungu. Watoto wetu watakuwa kichwa, sio mkia. Watakuwa kichwa, sio mkia. Na watakuwa juu siku zote, sio chini. Na Mungu ataendelea kuwalinda na kuwabariki. Maadamu tumejua leo iko faida ya watoto wetu kutunzwa na kulindwa na Mungu. Soma mtumishi wa Mungu. Kumbukumbu 28:13. Bwana atakufanya kuwa kichwa wala sio. Ni Bwana, sio baba yako, sio mama yako. Hawa wazazi ni wazuri sana. Wao watachochea karama na vipawa ambavyo Mungu ameweka ndani. Watakufundisha, watakuelimisha, watakuongoza. Mungu mwenyewe anakufanya kuwa kichwa na wala sio mkia. Endelea mtumishi. Wala si mkia, na utakuwa juu tu. Na wala sio mkia. Wewe utakuwa juu tu. Wala hui chini. Utakapoyasikiza manini? Maagizo ya Bwana Mungu yako akuagizao hivi leo. Nasema hivi leo watoto wetu wanakwenda kuwa kichwa na wala sio mkia, na wanakwenda kuwa juu na wala hawatakuwa chini, kwa jina la Yesu. Kumbukumbu la Torati 28:11 inasema nini? Hiyo ni faida ya tatu ya watoto wetu kuongozwa na Mungu. Bwana atakufanya uwe na wingi wa uheri. Bwana atakufanya uwe na wingi wa nini? Uheri. Wa uheri. Katika uzao wa tumbo lako, na uzao wa wanyama wako, na uzao wa nchi yako, katika nchi ambayo Bwana amewaapia baba zetu. Mnaona faida hiyo? Mpaka mifugo inakwenda kuwa juu, na Mungu ametupa katika nchi ya baba zetu. Faida ya tano kama sio ya nne, Isaya 54:13. Watoto wetu watafundishwa na Bwana. Watoto wetu watafundishwa na Bwana, na amani ya watoto wetu itakuwa nyingi, sio kidogo. Amani ya watoto wetu itakuwa nyingi, na Bwana atawafundisha. Unajua atawafundishaje? Ikitokea amekutana na watoto wakorofi, wanamwambia twende huku, fanya hiki,
Bwana atamfundisha, ataondoka kwenye hilo tukio, ataondoka kwenye hilo eneo, na baada ya muda utasikia wenzake wamepata matatizo, kwa sababu Bwana Mungu mwenyewe anamfundisha. Hata kama ni kitoto kidogo. Nimewahi kuona mtoto mdogo anatambaa, anakwenda kushika jiko la moto. Wakati analisogelea lile jiko, kalirudi nyuma, kakarudi kalikotoka. Unafikiri ni mama yake pale ali nguvu zake? Sio, ni Mungu mwenyewe alimfundisha. Akamwambia huo ni moto, usiguse. Akamwambia hiyo ni hatari, toka. Na mama yake na babake hakuwepo. Tumwachie leo Mungu afundishe watoto wetu. Bwana asifiwe. Na akiwafundisha watakuwa salama. Haleluya. Wengine unaona hivi, huyu ameponeaje hapa? Huyu ametokaje hapa? Ni Mungu mwenyewe, kwa sababu tumewakabidhi watoto wetu. Haleluya. Soma mtumishi wa Mungu. Isaya 54:13 inasemaje? Inasema, na watoto wako wote watafundishwa na Bwana, na amani ya watoto wako itakuwa nyingi, wala sio kidogo. Haleluya. Kuna mwanafunzi mmoja, huyu mwanafunzi alikuwa anapenda kusoma sana. Kumbe alitamkiwaga na ndugu yake masomo fulani na masomo fulani ni magumu sana. Hapa kuna ufunuo wa mama na wa baba. Tunachotamka kwa watoto huwa hakitoki akilini. Alivyoambiwa yale masomo ni magumu, kila akikaa darasani likija lile somo haelewi, hataki hata kusikia vizuri, alishaambiwa ni somo gumu. Pengine hata sio gumu kwake. Akija tena mwalimu wa lile somo jingine, anakaa anasikiliza, haelewi. Hata akielewa ni kidogo sana, alishaambiwa hayo masomo ni magumu. Leo tunapoenda kuomba mchana wa leo, tutafuta maneno yote mabaya yaliyokaa kwenye akili za watoto wetu. Bwana asifiwe. Na ukichukua historia ya yule mwanafunzi unashangaa, masomo yote anapata 100. Yale masomo tu aliyotamkiwa ni magumu, unakuta ana C, ana D. Shetani alipanda pando mbaya akilini kwa yule mtoto, na alijua haya masomo ndio destiny ya maisha yake. Pengine Mungu alimwandaa awe daktari. Yale masomo aliyoambiwa magumu ndio masomo ya udaktari. Huyu mtoto alibadilishiwa destiny ya maisha yake akiwa mdogo. Haleluya. Na siku hizi tunaona watu wanasomea kitu fulani akifanyia kazi, haikuwa ya kwake, shetani alishambadilishia. Leo tutakwenda kumdai Mungu. Chochote kilichobadilishwa kwa watoto wetu tunamnyang'anya shetani. Bwana asifiwe. Hamjawahi kuona kuna mahali unakuta traffic ya magari hayaendi, foleni, anayesimama pale kutuongoza kama hamna traffic anakuwaga ni teja. Huyu teja ukimwangalia kwenye ulimwengu wa roho, yeye alibadilishiwa maisha, ndio ile ilikuwa nafasi yake, alikuwa awe trafiki mkubwa. Bwana asifiwe. Hiyo ninakupa ni kodi ya mtu aliyoko rohoni, ndio atakayejua hii kodi. Haleluya. Bwana asifiwe. Hujamwona mtu kitu ambacho hajakisomea ndio anakipenda? Ndio ilikuwa destiny yake. Shetani alibadilisha ukurasa. Kitabu cha Yeremia 1 kinasema, nilikujua tangu tumboni mwa mama yako. Haleluya. Na kama Mungu alikujua tangu tumboni mwa mama yako, malaika walishakutengenezea njia. Kazi za malaika ni kutuhudumia sisi. Haleluya. Malaika huwa ana kitabu chako. Malaika huwa ana maisha yako. Huwa anajua tangu tumboni mwa mama yako wewe ulipangiwa nini na Mungu, ulipangiwa uwe nani. Huwa ana record, huwa anaandika. Akikutana na wamama jeshi kubwa wanaoombea watoto wao, ile malaika anatimiza ile kazi ya mtoto wako. Akikutana na watoto ambao hawajaombewa, wanabadilishiwa ukurasa, malaika anafunga kile kitabu.
tutadai kitabu cha malaika. Mungu atafanya kwa watoto wetu. Bwana Yesu asifiwe. Fungua Yeremia 1 pale, mtumishi wa Mungu, inasema nini? Yeremia 1:5. Kabla sijakuumba, Mungu tangu hajakuumba alishakujua. Nyinyi wamama wajawazito, vaeni nguo za kustiri miili yenu. Kuna kiumbe ambacho Mungu alishakijua tangu tumboni mwako. Usiexpose tumbo lako kwa mashetani na majangili. Watatoa hiyo mimba, watabadilisha ukurasa wa maisha ya watoto wako. Wewe unanisikia, sikia kwa sikio la rohoni. Ukinisikiliza kimwili hutanielewa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna sherehe za mimba ndo nazionaga siku hizi. Kipindi chetu wahenga mpo. Mimi sijawahi kuona sherehe ya mimba, niko naonaga sherehe za watoto wanaobarikiwa. Haleluya. Yeremia 1:5 inasema nini? Na Mungu alijua watu wangu wataniacha. Soma mtumishi wa Mungu kwa sauti. Kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua. Na kabla hujatoka tumboni, wewe mama, kwa nini unavaa uchi, unaonyesha tumbo lako kwa mataifa? Mungu anasema hiyo mimba wewe ulikuwa huijui, yeye anaijua. Unaharibu kusudi la Mungu ndani yako. Wengine wanalizomea, wanasema mama umepitwa na wakati. Sawa, unapolia mtoto amefia tumboni, hata sisi tunalia. Unapolia umezaa mtoto mbaya, hata sisi tunalia. Unapolia mimba imetoka, hata sisi tunalia. Ndio maana tunasimama hapa kueneza injili ya Mungu. Watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Mama, chukua maarifa ya kiungu. Haleluya. Mshangilie huyo Mungu. Inasema nini? Kabla, natamani urudie, hawa wamama wasikie. Uende pale kliniki zote uwatangazie hawa mama, ficheni hizo mimba, Mungu anazijua. Mungu ameweka muhuri wa mtoto aliyeko tumboni mwako. Mama unayenisikiliza, badilika. Hakuna mkunga atakaye kuambia, na wakunga wengine wananyongaga watoto. Leo nitakufundisha hii siri, ulikuwa huijui. Kuna wakunga wa Kiebrania waliambiwa wanyonge watoto wa kiume. Wao walikataa kwa sababu walimlingana Mungu. Ukikutana na mkunga ambaye hajamlingana Mungu, atanyonga kitoto chako kwa ulimwengu wa giza. Bwana asifiwe. Unamwonyesha nani tumbo? Kuna watu wanaenda kuzaa, hujui hata kama tarehe zimefika. Alijistiri, alitembea na Yeremia 1:5. Maliza mtumishi wa Mungu. Kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua. Mungu anawajua hawa watoto waliokaa hapa wote, na hata watoto mnaoniangalia Mungu aliwajua kabla. Bwana asifiwe. Watoto wetu wametakaswa na Mungu. Biblia inasema, baba usichokoze mwanao, wazazi msiwachokoze watoto, katika kitabu cha Waefeso. Mungu alishawatakasa, jukumu letu sisi kuwafundisha. Na Biblia inasema tusimnyime mtoto kichapo. Haijalishi ni mkubwa ama mrefu kiasi gani amekuzidi, mama, shika kichapo, mlee mtoto kwa kichapo. Biblia inasema kuna wengine walichapwa hapa, sasa hivi ni maprofesa. Wengine walipigwa, walikuwa wanakataa shule, walimaliza shule. Tusiwadekeze watoto. Tumebaki tunasema hichi kizazi ni cha nani? Tumeharibu watoto wetu sisi wenyewe. Endelea mtumishi wa Mungu. Nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Mtoto wako ni nani? Mtoto wako ndo anayepigana darasani? Mtoto wako ndo mwenye vurugu? Mtoto wako ni nani? Tunawapigia leo makofi. Kuna watoto wazuri sana, lakini wamekosa ada. Leo tutaenda kumwita Mungu awape hao watoto ada. Ni wazuri, Mungu amewachagua tangu tumboni, amewashika kwa mkono wake, anasema na amewafanya kuwa manabii wa taifa hili. Watoto wetu ni kina nani? Juzi nimeona watoto wamemkata mwenzao kichwa. Watoto
Yule aliyekatwa kichwa nilijua amekatwa na wazee. Watoto tunalia, watumishi wa Mungu, tusipoomba yatakuja makubwa zaidi ya hayo. Watoto wakamkata mwenzao kichwa. Kwani Mungu hakuwepo? Mungu yupo, atatengeneza mchana wa leo. Watoto wetu wamuogope Mungu, washike neno la Mungu, waongozwe na Mungu mwenyewe. Na kama Mungu angewaongoza wale watoto wasingemkata mwenzao kichwa. Niulize, hicho kichwa wamepeleka wapi? Bwana asifiwe. Haleluya. Wazazi wao sasa hivi wako kwenye hali gani? Kwani unafikiri wazazi wao ndio wamewatuma kufanya ile kazi? Ni wazazi wao. Tutamwita Mungu, tutamwambia leo, simama na watoto wetu, leo walinde watoto wetu. Yeremia anasema, kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua. Mungu anatujua. Maisha tunayopita sasa hivi sio yetu. Watu wazima hawa wa sasa hivi unaowaona wanaishi maisha ya shida, walibadilishiwa ukurasa tangu wangali wadogo. Shetani anaona nyota. Farao akasema, waueni hawa watoto. Na wale wakunga, hivi mnawajua majina yao? Wanaitwa nani? Walikuwa wakunga wawili wa Kiebrania, Shifra na Pua. Hawa wakunga mimi ninawapenda. Ninatamani hospitali zote ziwe na hawa wakunga. Walimjua Mungu, wakaambiwa uwa. Wangekuwa hawana Mungu, wangewanyonga watoto wote wa kiume. Na shetani alijua watoto wa kiume wangezaliwa wengi kwa kipindi kile cha wana wa Israeli. Wachinjwe wote, wauawe wote. Hawa waliwaficha. Farao alipokuja akawauliza, kwa nini hamkuwachinja hawa? Unajua walisemaje? Wanawake wa Kiebrania wanawahi kuzaa kabla ya wakati. Mungu aliwapa hekima na maarifa. Na sisi wazazi leo tupewe hekima na maarifa, tupewe hekima na mawazo mazuri, tupewe nguvu ya Mungu ndani yetu. Bwana asifiwe. Na unaambiwa sasa Farao akabaki anashangaa. Ule mji wakaongezeka. Tutaenda kusoma katika kitabu cha Kutoka, tutaona hii habari. Na sisi leo watoto wetu waongezeke kielimu, waongezeke kimaisha, waongezeke kibiashara, waongezeke kinafsi, kifikra, kihekima, kiakili. Nafsi zao Mungu azilinde, shetani asile nafsi za watoto wetu. Wengine wanabadilishiwa nafsi, wanabadilishiwa hekima, wanabadilishiwa maarifa. Kuna watoto wengine darasani ni wachawi, wanapana ungo. Tumefanya hizo deliverance. Kitoto kidogo kina miaka 7 kinakuambia usiku bibi anakuja, tunapana ungo. Tusipomlilia Mungu, hata na watoto wetu watachukuliwa vitandani, watapana ungo, wataweka mafuta yao ya ungo, watapaa. Asubuhi ukija kitoto kinakuangalia kama kashetani. Leo tutamnyang'anya shetani nafsi za watoto wetu. Haleluya. Katoto kadogo kanakwambia usiku, tulikuwa na fulani. Hawa kina fulani hata wewe unawajua, na pengine wanacheza na watoto wako. Usipoomba, ni nani ambaye yuko salama? Wanakuambia. Na tunakula nyama za watu, tunakula. Na saa nyingine wanakuambia tumejiandaa kwenda kwa fulani. Yule mama ana mimba, tunamtaka mtoto wake kwa sababu hawa watoto wadogo sisi ndio tunawafaidi. Tutafunga kuwa tasa kwa wamama, tutafunga kutoka mimba kwa wamama. Biblia inasema hakuna tasa wala kutoka mimba. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Vitoto vidogo, unakutana na kitoto cha kike hakishikiki, miaka 16. Mtoto utafikiri mtu mzima,
anavaa dera analifungia hapa. Wamama oye, huyo alileta madera sawa, ni biashara nzuri. Kwenye ulimwengu wa roho madera yamevalishwa roho ya uzinzi na ukahaba. Wangapi mnajua hii siri? Ninaomba hii siri, kwenye ulimwengu wa roho haya madera yana roho chafu ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Kitoto cha miaka 16 dera hapa. Unashangaa, unabaki kuuliza mama yake, baba yake, huyu mama amevikwa leso hamuoni. Wewe uliyemuona piga goti, omba kwa ajili ya huyo mtoto. Miaka 16. Kumbe kwenye ulimwengu wa roho ndo malkia wa wachawi. Kabisha lazalishwa watoto 12 wa kimapepo wako baharini wanatumikishwa. Na yeye hajui. Anaona ni sawa. Anakwambia nimeota ndoto nimezaa. Umezaa na nani kama sio shetani? Bwana Yesu asifiwe. Tutasimama leo mchana, tunamwambia shetani, tumekugundua, utaachia hawa watoto taka usitake. Kwa Mungu ni mshindi zaidi ya washindi wote. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wewe mama unaniangalia kwenye TV, ninakuomba walete hao watoto waliokushinda kwenye hili kanisa. Utashuhudia, utawaona wamekuwa watu. Tutamnyang'anya shetani nafsi aliyoibadilisha na sura aliyobadilisha ya mtoto wako. Tutamnyang'anya huyo shetani aliyebadilisha ukurasa wa mtoto wako. Anatembea ndivyo sivyo. Mtoto wako anapana ungo hata we mwenyewe hujui. Mtoto wako analala kwenye danguro hata we mwenyewe hujui. Njoo tumlilie Bwana. Yuko Mungu wa majeshi aonaye sirini, atatengeneza hao watoto wako. Kwa sababu Biblia inaniambia kwenye Isaya, Mungu anawalinda watoto wetu. Haleluya. Bwana sifiwe. Haleluya. Alafu sasa hivi imekuwa tofauti. Wale ambao tuliwaona wana nafuu, tuliwaona, wewe fundi nitengeneze nguo nzuri kwa jina la Yesu. Wale ambao tuliwaona wana nafuu ndio watoto wetu wazuri, wanaenda wamenyoka, wakaka mainjinia, wakaka madaktari, wakaka wafanyabiashara ambao tunasema sasa hawa wataoa watoto, wataenda watakuwa na familia nzuri. Shetani alichokifanya, amewanywesha ulevi wa kupindukia. Wale pale wanakunywa dawa za vichaa. Nani ambaye yuko salama? Hakuna hata mmoja. Hakuna. Tutamlingana Mungu. Tutamwambia Mungu haiwezekani. Hawa watoto tutamnyang'anya shetani. Hawa watoto watakuwa taifa kubwa. Hawa watoto Mungu amewabarikia. Hawa watoto. Kwa nini tunawaombea watoto? Kwa nini? Namba moja, sio kwamba watoto wetu ni wabaya, hapana. Fungua Kutoka 1:15 mpaka 22. Kwa nini tunawaombea watoto? Watoto wetu ni wazuri sana, sio wabaya. Sio. Namba 2, wazazi ni walinzi wa watoto. Wewe mzazi, wewe mlezi, wewe mwalimu, wewe mwinjilisti, wewe mchungaji, wewe bishopu wa kimataifa, wewe ni mlinzi wa watoto. Tusipokaa kwenye lango, shetani atawameza hao watoto. Lazima tukae kwenye lango, tusimamie watoto wetu, tusimamie watoto wa Tanzania, tusimamie watoto wa ulimwengu wote. Mzazi ni mlinzi wa mwanao. Sawa. Kuna wengine ni walezi wanasahau, wanapendelea watoto wako. Wewe mlezi unayeniona, usipendelee hao watoto ndani ya nyumba. Watoto wawe sawa. Watoto wa tumbo lako na hao unaowalea. Na wengine ni yatima. Biblia inanikumbusha kila siku, usimpige yatima. Chozi lake Mungu anasikia. Nimeona mwenyewe watoto wanaolelewa katika nyumba wanakuwa tofauti na watoto wazawa. Shetani shindwa kwa jina la Yesu. Ninawaomba nyinyi walezi, hao watoto mnaowatunza kwenye majumba yenu,
ambao wazazi wao wamekufa, walikuwa ni ndugu zenu, msiwabague. Wale chakula sawa na wakwako, walale sawa na wakwako, wavae sawa na wakwako, wasome sawa na wakwako, usiwabague. Kuna baraka ambayo umeikosa kwa sababu umemnyanyasa huyo mjane uliyeko naye hapo ndani. Kasome kitabu cha Kutoka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini unawatenga mpaka tofauti inaonekana? Shindwa shetani kwa jina la Yesu. Sikia wewe uliyesikia kwa sikio lako la kiroho. Hakuna hata ndugu yako ambaye atakayekuambia usiwatenge, usiwanyanyase. Ukilia chozi lao Mungu anasikia kuliko chozi la watoto wako. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Liberation Church tukasema tutakuwa na kongamano la watoto mahali hapa. Hawa ndio watakuwa wawakilishi wa taifa zima. Bwana Yesu asifiwe. Tutawafuatilia maisha yao, mtaona hayatakuwa hivyo. Tutahakikisha hawabadilishiwi destiny ya maisha yao. Kutoka 1:5 inasemaje? 15 hadi 22. Kisha mfalme wa Misri akasema na wazalisha wa Ibrania. Shifra na wa pili aliitwa Pua. Hawa sasa ndo wakunga maarufu wa ulimwengu huu. Bwana Yesu asifiwe. Wewe mkunga unanisikia, fanya kazi yako kwa juhudi, Mungu atakulipa. Endelea mtumishi wa Mungu. Akasema wakati mnapowazalisha wanawake wa Kiebrania mfanye nini? Mkiwaona wakizaa, ukiwa au akiwa mtoto wa mwanaume wafanyeje? Basi muueni. Kauli mbaya sana hiyo, kauli chafu sana hiyo. Ndiyo, kuna watu wananyonga watoto kwenye ulimwengu wa giza, wale wakunga wa jadi, hata na wakunga wa kisomi. Huyu Shifra na Pua walikataa kuwanyonga, na hao watu walizaliana sana. Na sisi leo tutamdai shetani asinyonge watoto wetu kwenye ulimwengu wa roho. Bwana asifiwe. Na kuna wengine watoto wanatakiwa wapate chanjo, wale wakunga wanawabadilishia. Unakuta huyu mtoto anamsumbua mamake kila siku, alitakiwa apate chanjo, mkunga akaacha kumpa chanjo. Hii dhambi ni kubwa na ni mbaya sana. Bwana Yesu asifiwe. Na wasifikiri wako salama, hawapo salama. Mungu ingilia kati. Endelea mtumishi wa Mungu. Bali ikiwa mtoto mwanamke na aishi, wale wakunga walikuwa wakimcha Mungu, wasifanye kama vile walivyoamriwa. Leo tutaomba watoto wetu wafundishwe na wacha Mungu mashuleni, wawe na watoto wacha Mungu wanapopita. Wataongezeka na kuongezeka na kuongezeka. Bwana asifiwe. Endelea mtumishi. Lakini wakawahifadhi hai wale wanaume. Wakawahifadhi hai wale wanaume. Na kuwauliza kwa nini mfanye jambo hili? Wakasemaje? Wakamwambia Farao, kwa sababu wanawake wa Kiebrania sio kama wa Kimisri. Wewe mama unayeniangalia, ninakusii mchana wa leo, ninakusii Jumapili ya leo, ninakusii siku ya leo, uwe mwanamke wa Kiebrania. Ombea watoto wako, ombea watoto wa ndugu zako, usiwafanyie chochote kibaya ambacho Mungu hataki. Endelea. Kwa kuwa ni hodari hao, nao huzaa kabla mzalisha
kabla ya kuzaa wao walikuwa wanawahi. Hawa wakunga walijitetea, wanajua siri walioifanya, na sisi leo tuta apply siri. Mungu atatupa siri ya kulea hawa watoto wa hili kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atatupa maono ya kulea watoto wa hili kanisa. Baada ya miaka 10 hawatakuwa kama wenzao. Baada ya miaka 20 hawatakuwa kama wenzao. Hata ikitokea dhoruba ya kiasi gani, Mungu anawalinda, anawakumbatia. Bwana asifiwe. Basi Mungu akawatendea mema. Mungu akawatendea mema, wakaongezeka sana. Ninatangaza mchana wa leo hawa wakaongezeke sana. Fungua Mathayo 2:16 inasemaje? Faida ama ni kwa nini tunawaombea watoto wetu? Tunawaombea watoto wetu kusudi Farao asiwachinje, kusudi Farao asiwameze, kusudi Farao awaachilie waongezeke. Farao ni nani? Farao ni watoto wenzao. Farao ni walimu wabaya. Farao ni majirani wabaya. Farao ni elimu mbaya za ulimwengu. Farao ni tabia mbaya kwa watoto wetu. Farao, Bwana asifiwe. Farao ni shetani anayewabadilishia watoto wetu destiny zao. Soma mtumishi wa Mungu, Mathayo 2:16 inasemaje? Ndipo Herode alipoona amedhihakiwa na wale mamajusi, alighadhabika sana, akatume watu wakawaue watoto wote wanaume waliokuwepo Bethlehemu. Bwana Yesu asifiwe. Herode alighadhibika sana alipoona watoto wako wa kike na wa kiume, alipoona watoto wako wanastawi. Herode ni nani? Herode hatoki mbali na familia yako. Herode ni mtu anayekujua. Herode ni mtu anayekufahamu. Akiona watoto wako wana afya anakasirika, akiona watoto wako wanasoma anakasirika, akiona watoto wako wanaendelea anakasirika. Huyo ni Herode. Mchana wa leo tunapoenda kuomba, tutampiga Herode na Farao kwa jina la Yesu. Herode ni nani? Herode ni mume wako aliyekimbia hao watoto, amegafilika, anataka watoto wachinjwe na shetani. Leo tutamuomba Mungu huyu Herode arudi kulea watoto wake. Bwana Yesu asifiwe. Herode akagafilika. Kugafilika ni nini? Yaani anatamani akumeze, amekung'atia meno, amekushikia upanga, anatamani akuchome kwa mkuki. Herode, sikia, kwenye ulimwengu wa roho ninakukata shingo yako na falme yako yote kwa jina la Yesu. Watoto hawa watafunguliwa. Herode akafanya nini tena? Wauawe. Kuuawa ni nini? Ni kuloga watoto wako wasisome, wafeli, kuwabadilishia nyota. Wengi hawajuagi mambo ya nyota mpaka wanadhihaki nyota. Waliona nyota ya Yesu. Watoto wako wana nyota na shetani ameshaiona. Leo tutamkaba shingo, atapike hiyo nyota kwa ajili ya watoto wako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Herode ni shemeji yako. Aliona mna maendeleo mazuri, akamjaza huyo ndugu yake maneno mabaya akuache. Herode ni mama mkwe wako. Herode ni mama yako pengine. Herode, nani ajuaye Herode? Leo hata wale wakina Herode wasirini, tutaingia kwenye ulimwengu wa roho, tutawasaka wote kuachia destiny ya watoto wetu. Kuna watu wengine maofisini, hata shuleni ni wachawi, wanachukua hata kalamu. Mchawi akichukua kalamu yako akienda kuiloga, unashangaa mtoto darasani anasinzia. Unashangaa mtoto haoni kule watu wanaita kwenye ubao, hawezi kufikia kuona. Kumbe ni kalamu yake mtoto wa kipepo
pepo alichukua na daftari yake. Leo tumeleta zana za masomo, tunakwenda kuziombea hawa watoto wakatakasike, wakafunguliwe. Tutakomboa kalamu na daftari zilizochukuliwa na wachawi, watoto wa kipepo, watoto wa kiganga, wapo nao darasa hili moja. Ndio maana tukapata haya mafunuo Liberation for All People Church. Tukasema hapana, shetani, tumekugundua kwenye ulimwengu wa roho. Zipo kalamu za watoto wetu zilipotea, kuna vitabu vya watoto wetu vilipotea, kuna madaftari ya watoto wetu walipotea. Leo tunaomba kwa ajili ya imani, na imani bila matendo imekufa. Tunaweka matendo kwenye hivi vifaa, tunaweka matendo ya imani kwenye hizi kalamu na vifuto, watoto wakakombolewe kwenye vitu vyao vilivyoshikwa na shetani. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Mtoto wako akija nyumbani akikwambia ameibiwa kalamu, usipuuze. Akikwambia ameibiwa daftari, usipuuze. Akikwambia ameibiwa kitabu, usipuuze. Ingia kwenye ulimwengu wa roho saa 7, saa 8, saa 9 ya usiku. Mwambie shetani, achia hiyo daftari. Shetani, achia akili ya mwanangu. Shetani, ninakuchoma kwa moto. Pando baya ulilopanda kwa mtoto wangu, ninarudisha kwa watoto wako mara 7 mpaka kizazi cha 4. Bwana Yesu asifiwe. Tusiwe wanyonge. Biblia inasema tuwe majasiri. Biblia inasema tusiogope, na hatutamuogopa shetani kwa jina la Yesu. Wanaiba. Niwaulize wamama, watoto wenu hawajawahi kushtaki wameibiwa? Hivyo vitu vinaenda wapi? Vinakwenda wapi? Kuna watoto wengine wana akili ya science. Kila siku wanakwambia nimeibiwa kitabu cha science. Usipokuwa na ufunguzi mahali hapa, mtoto wako anabadilishiwa kazi, atabadilishiwa destiny ya maisha yake hivi tu. Tusilale wa mama, tuombe kwa ajili ya watoto wetu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Faida ya 3 kwa nini tunawaombea watoto. Wafalme wa Pili 4:27. Fungua mtumishi wa Mungu. Wafalme wa Pili 4:27 inasemaje? Kulikuwa na mwanamke Mshunami. Mwanamke Mshunami ni mimi na wewe ulioko hapa mchana wa leo. Huyu mwanamke alikuwa na habari njema. Alikuwa anapenda kufanya kazi ya Mungu. Alikuwa anapenda kuwahudumia wachungaji na watumishi wa Mungu madhabahuni. Mwanamke Mshunami. Ninakukumbusha wewe mama ulifanya kazi ya Mungu, endelea kufanya kazi ya Mungu, ina bonus. Haleluya. Mwanamke Mshunami akawa anapika, akawa analeta mavazi, akawa anafanya kazi zote za kiutumishi. Alikuwa hana mtoto. Siku Elisha alipokanyaga kwenye nyumba yake, huyu Mshunami alibarikiwa. Kweli uongo? Ni kweli. Lakini shetani alikuja kuua yule mtoto. Kuna ndoto zimekufa kwa watoto wetu, leo tutazifufua. Bwana asifiwe. Kuna maisha yamekufa kwa watoto wetu, leo tutayafufua. Mwanamke Mshunami akapata mtoto wa neema wa kipekee. Shetani akamuua, lakini shetani hakumweza. Alikumbuka matendo yake mazuri aliyokuwa anafanya nyumbani mwa Bwana. Huyu mwanamke Mshunami akatokea Elisha akamfufua yule mwanaye. Leo Elisha wa sasa hivi ni Yesu mwenyewe. Atafufua mawazo mazuri ya watoto wetu, atafufua kazi nzuri za watoto wetu, atafufua masomo mazuri kwa watoto wetu, watafaulu. Bwana Yesu asifiwe. Na atafufua ulinzi kwa watoto wetu, shetani hata waona akafa. Ni nini cha kwako kwa watoto kimekufa? Mama wawili, Mungu anaona watoto wako ni wakuu sana. Anaona, na hata shetani ameshaona nyota zao. Ndio maana kunakuwa na misukosuko ambayo shetani hataweza. Leo tutamkanyaga shetani. Hakika hawa watoto watakuwa wakuu. Bwana Yesu asifiwe. Hapa tunakumbushwa kwamba kuna watu ambao tunakutana nao kwenye maisha yetu sio wazuri. Mungu akupe jicho la sirini, ujue huyu mtu sio mzuri. Muone jinsi gani utapambana naye asishike destiny ya watoto wako. Haleluya. Alipewa precaution. Akaambiwa hapo ni taa nyekundu.
Elisha na mwanamke Mshunami wote walikuwa pamoja wakati Mshunami anapata ile baraka na wakati Mshunami mtoto anakufa. Ndio unaona hizo conversation hapo zinaendelea. Kwa hiyo ukienda nyumbani, mtoto wa Mungu, kasome hiki kitabu cha Wafalme 4, utaona hizi faida za kutumika nyumbani mwa Bwana. Mungu anakutengenezea watoto wako, hata kile kilichokufa kwa watoto wako Mungu anakitengeneza. Faida nyingine, kwa nini tunawaombea watoto? Tunawaombea watoto wetu kwa sababu ni uwanja wa vita. Adui yupo karibu na watoto zaidi hata ya watu wazima. Ni uwanja wa vita. Bwana Yesu asifiwe. Yohana 10:10 inasemaje mtumishi? Soma. Kutoka 1:16 mwingine anaweza kanisomea. Watoto wetu ni uwanja wa vita. Kwa sababu gani? Shetani anajua kesho ya mtoto wako, na shetani anajua mtoto wako anaenda kuwa nani. Shetani anajua kwamba huyu mtoto analindwa na nguvu za Mungu na huyu hana nguvu za Mungu, jinsi gani aingie hapo. Uwanja wa vita. Tusipoomba na kujua watoto wetu ni uwanja wa vita, hatuna taifa na kesho. Jumapili iliyopita niliwaambia yule mtumishi wa Mungu alikuwa anaita wadada wote mbele. Aliona akinyamaza, na huu ni mwaka karibia wa 30, kungekuwa hakuna ndoa, hakuna familia. Mungu aliongea naye kabla. Ndio maana tunaona hata hizi ndoa ndogo ambazo zimeshikiliwa na nyaya za umeme ziko mpaka sasa hivi. Bwana asifiwe. Ni kwa sababu ya maombi ya mtumishi wa Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Watoto wetu ni uwanja wa vita. Yohana 10:10 inasemaje mtumishi wa Mungu? Yohana 10:10 inasema, mwivi haji ili aibe na kuchinja ila kuharibu. Mimi nalikuja ili wawe na uzima. Yesu mwenyewe amekuja mahali hapa kwa sababu watoto wetu wawe na uzima, tena na uzima, tena na uzima tele. Mwivi yeye kazi yake ni kuja kuchinja, kuua na kuharibu. Hatutamruhusu shetani achinje watoto wetu. Hatutamruhusu hata kwa sekunde moja. Tutasimama, tutamlilia Mungu. Watoto wa kanisa hili watakuwa vichwa na wala sio mkia, kama Kumbukumbu la Torati 28 linavyosema, na linasema watakuwa juu sana wala hawatakuwa chini. Haleluya. Kwa nini shetani awashikilie? Kwa nini shetani awaharibie? Kwa nini shetani awaweke chini? Hatutakubali kwa jina la Yesu. Tukirudia pale Isaya 54:13 tulishaisoma. Inasema watoto wetu watalindwa na Mungu, watoto wetu watafundishwa na Mungu, hakika shetani hata waona. Faida nyingine ni hipi? Kwa nini tunawaombea watoto? Kwa sababu maombi ya wazazi yana nguvu maalum mbinguni. Maombi ya wazazi. Kijijini wale wazee walikuwa na mila na desturi. Wengine walikuwa wanamjua Mungu, wengine walikuwa wanaishi kwa ajili ya matambiko. Ulikuwa ukienda kuwasalimia, ukiwapa chochote, wanakutemea mate ili ubarikiwe tena. Sisi tumesimama asubuhi ya leo na mchana wa leo hapa, tutarudisha sifa kwa Mungu. Mungu atawabarikia watoto wetu. Hatutakubali walindwe na nguvu za kipepo wala madhabahu ya kichawi. Kwa nini? Biblia inasema maombi yana nguvu maalum mbinguni. Bwana asifiwe. Kwa sababu gani? Soma Yakobo 5:13 utaona hapo. Moyo wa mwanamke, nimerudia tena, una nguvu na una connection kubwa na Mungu mbinguni. Moyo. Na ndio maana Biblia imesema mama, ombolezeni. Alijua mioyo yetu ina nguvu na connection mbinguni. Tunakumbushwa leo tuweke mikono kwa watoto wetu juu. Tuwatamkie baraka, tuwatamkie neema, tuwatamkie ulinzi. Biblia inasema
sisi ni lango, tutasimama kwa ajili ya vita, kwa ajili ya watoto wetu. Kama lango tutasimama, shetani asiwaone. Na ndio maana tukasema leo ni kongamano la watoto. Hawa watoto hapa watawakilisha watoto wote wa Tanzania nzima, watoto wote wa dunia nzima. Kitakachofanyika hapa kitaenda. Bwana asifiwe. Tukaona kulikuwa kuna Farao, tukaona kulikuwa kuna Herode. Hawa wote walipanga kuwaua watoto wa kiume kusudi wasienee, wakazaliana, kusudi wasiwe wengi. Na hata sasa hivi akili za watu zinachanganyikiwa, akili za watu zinakwenda, ili mradi zinakwenda. Mitandao ni mingi, elimu ni nyingi. Tunaona watoto wa kiume wanataka kuwa wanawake, tunaona wababa ambao wangekuwa wababa wanataka kulelewa na wanawake. Tufanye nini? Ndio maana tukasema leo tutalia, leo tutaomba, leo tutamlinga na Mungu kwa ajili ya kizazi hiki, kwa ajili ya kizazi hiki cha Waebrania, kwa ajili ya kizazi hiki cha wana wa Israeli. Hakika tutamwona Mungu akitengeneza watoto wetu. Bwana asifiwe. Hujachelewa mtumishi wa Mungu. Hilo ndio somo kwa ajili ya watoto wako. Na hata wakifika nyumbani, endelea kuweka mikono. Wewe ni kichwa, uko juu sana, na kutoa chini, na kutoa kwenye mikia, na kutoa kwa walioshindwa, na kutoa kwenye mabangi, na kutoa kwenye mapombe, na kutoa kwenye vikundi vibaya. Sema asikie. Mtoto unavomlea kwa njia ipasavyo, anaenda nayo hata akiwa mzee. Ni neno la Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kuna cha kuongeza hapo mtumishi wa Mungu? Tunapoomba mchana wa leo, tutamdai Mungu na tutamnyang'anya shetani hatima za watoto wetu. Nikasema wadada wa siku hizi ni wakisomi, ni washua, ni vizuri. Dunia si imebadilika, dunia ina elimu nyingi. Kwa nini mama unaweka tumbo lako lenye mimba kila mtu analisoma? Huvai ukasitiri mimba. Zamani wamama walikuwa wanavaa nguo kubwa kubwa, akirudi na mtoto wanasema amenunua. Siku hizi kitoto cha miaka miwili kinajua mtoto hanunuliwi. Kweli uongo? Tutaomba kwa ajili ya tabia njema za watoto wetu leo. Bwana asifiwe. Mungu alijua hiyo mimba kabla haijaingia kwenye tumbo la mama. Kwa nini una expose mwili wako? Eti sherehe ya mimba ni nzuri. Tulijua kuna sherehe ya ubarikio. Siku hizi kuna sherehe ya mimba. Sawa, tunalia na wewe mama. Wakati unalia mtoto wako amenyongwa na shetani tumboni. Tunalia wakati tumbo lako limepoteza mtoto, mimba imetoka. Ndio maana tunalia hapa. Jistiri wewe mama unayeniangalia kwenye TV mchana wa leo. Naomba kabisa jistiri. Mkunga hawezi kukuambia, na hata akikwambia utamtukana, na hata akikwambia utasema amepitwa na wakati, na hata akikwambia utasema anakuonea wivu. Sawa, lakini siku unayolia mbona tunalia na wewe, na siku ukicheka tunacheka na wewe. Tunauza sana ulicho nacho, shetani mwivi asije akakuharilia. Ndivyo maandiko yanavyosema mchana wa leo. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Namjua aliye mwamba, aliyeniokoa ni Bwana Yesu. Ninamjua mjua nani amelini ni Bwana Yesu. Asante kwa watoto wazuri wanakwaya. Tutaandaa kwaya ya watoto. Pale kuna mwalimu mtoto mwimbaji atawafundisha watoto. Kanisa la Liberation Church lina waimbaji watoto. Washangilieni kwa makofi na vigelegele. Mithali 22:6 inasema nini? Faida nyingine. Kwa nini tunawaombea watoto? Kwa nini
tunataka watoto wetu walindwe na Mungu ni kwa sababu mbegu uliyopanda utotoni ndiyo itaota uzeeni. Saa ingine tunamlaumu Mungu. Tunasema huyu babu ana miaka 60. Mbona anatukana matusi? Mbona anayumba barabarani? Mbona hawezi kujistiri? Kumbe ni mbegu mbaya iliyopandwa wakati yuko mtoto. Leo tutapanda mbegu nzuri kwa watoto wetu. Tutapanda mbegu nzuri kwa watoto wa taifa hili na hata kwa watoto wa kanisa. Haleluya. Mithali inasemaje mtumishi wa Mungu? 22:6 inasema, mfundishe ama mlee mtoto katika njia ampasayo Mungu, naye hataiacha hata atakapokuwa mzee. Ninatangaza mchana wa leo, hawa watoto walioingia hapa leo hawatakaa wasahau mpaka wanakuwa wazee, na watatembea kwa jinsi Mungu anavyotaka. Mlee mtoto katika njia ipasayo. Siku moja niliongea na kijana mmoja wa miaka 22. Nikamwambia, sasa umekuwa mlevi kupindukia. Akasema, mama, sio mimi. Nyumbani kwetu kulikuwa na baa. Kumbe wengine wakijenga nyumba zao wanaweka baa pale, wanaweka pombe zote pale. Anasema hata zilikuwa zikiisha, yeye ndo alikuwa anatumwa na baba yake hiyo pombe, anatumwa na baba yake sigara. Tangu mtoto aliona ndo maisha na akajifunza kunywa, na wazazi wanamuona akaona ni maisha. Anavuta sigara, sigara ni mbaya. Wote wenye kansa ya koo wamevuta sigara, kama sio sigara basi walikaa kwenye madawa ama pollution mbaya. Wengi zaidi ya 80% ni sigara. Huyu mtoto amevuta sigara tangu mdogo, amekunywa pombe tangu mdogo. Baada ya miaka 30 kuna mtoto hapo. Mlee mtoto katika njia ipasavyo, hata isahau mpaka atakuwa mzee. Bwana sifiwe. Wengine waliona wakaka zao na wadada zao wanaleta maboyfriend na magirlfriend nyumbani kwao, wakajua hayo ndio maisha, na wakaishi maisha hayo. Sasa hivi wana ukimwi, hawakujua na sasa hivi wanajuta. Mlee mtoto katika njia ipasayo. Na leo ndio maana tunaomba watoto, Mungu mwenyewe awalinde wazazi. Hatuwezi, mafundisho ni mengi sana huko mtaani. Bwana Yesu asifiwe. Marko 10:16 tulishairudia sana. Haleluya. Mbegu unayoipanda utotoni, mbegu, kile unachomfundisha mwanao ndicho kitakachokuwa. Mama mmoja akawa analia sana. Siku kijana wake anapigwa, ameiba. Analia. Anasema, jamani, mwacheni mwanangu, sikujua. Kumbe yule mtoto alikuwa akiiba vitu anapeleka nyumbani. Alikuwa akiiba vitu anapeleka wanauza. Ndio maisha yule mamake alikuwa anaishi na mwanae. Hamwambii rudisha, hamwambii acha. Siku wanamuua mtoto wake mbele yake, alijuta, akalia, akasema, laiti ningejua, laiti. Kuna majuto ambayo tunatembea nayo kwa sisi tulikosea kulea watoto. Bwana asifiwe. Leo tutamwomba Mungu, tumwambie hatuwezi. Tulelee watoto wetu, waepushe na wizi na ujambazi, waepushe na michezo mibaya ya kitoto, waepushe na magonjwa mabaya ya kitoto, na Mungu ataenda kufanya kwa sababu tumepanda mbegu nzuri. Faida nyingine ya mwisho ni kwa sababu Yesu mwenyewe aliwawekea mikono na kuomba, tumeona. Na faida nyingine kwa sababu kuna vita vya kizazi vinavyofuata watoto. Kutoka 20:5 inasema, mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu, ni waadhibu watoto kwa ajili ya dhambi za baba yao. Kuna mateso na dhambi walizofanya mababu na mababa zetu, ndio na sisi tunapita. Leo tutamwambia Mungu hiyo dhambi ya wazazi wetu isitufuate.
Tuna mamlaka ya kufunga na mbingu ikasikia, na tuna mamlaka ya kufungulia na mbingu ikasikia. Tutafunga laana zote za mababu na mabibi zisitufikie. Mtumishi wa Mungu mmoja akasema yeye amekuwa mkuu sana, amekuwa tajiri sana, baada ya kujua familia yao hakuna aliyesoma, akamlilia Mungu na sasa hivi ni tajiri wa Afrika. Maisha ya mzee anayoishi sasa hivi ni mbegu chafu iliyopandwa alivyokuwa mdogo. Wazazi waliokuwa wamemjua Mungu zamani wakaomba kwa ajili ya watoto wao wamefaulu. Mimi na ushuhuda, mama mmoja mtu mzima sana aliingia kwa walokole zamani kuombea watoto wake, na watoto wake wote wamemaliza chuo kikuu. Sasa hivi ni watu wazima wamelingana na mimi. Sasa pengine wazazi wetu hawakujua hii siri. Siri hii tumeijua sasa hivi. Tutasimama, tutamdai Mungu. Tunamwambia Mungu, usiangalie jana, usiangalie juzi, usiangalie tumechelewa. Tunaanza kusimama sasa hivi, na kwa Mungu hamna kuchelewa wala kuwahi. Unapoleta hoja yako yenye nguvu, hapo hapo anakujibu. Bwana asifiwe. Tusiwalaumu wazazi wetu, na pengine walikuwa wanayakwao mengi, walishindwa kugundua hii siri, na pengine wokovu walikuwa bado hawajauelewa wakati ule. Walikuwa wanaenda na desturi na mila na mapokeo, ndio wakaweza hata kutulinda sisi tukawa watu wazima. Tusiwadharau, tusiwapuuze. Kuna kitu ambacho pia Mungu alisimama nao kwa nafasi yao, na sisi tusimame zaidi na zaidi na zaidi, tumdai na kumkumbusha Mungu.